Habari za wakati huu ndugu mwanafunzi kidato cha kwanza. Anayezungumza mbele yako ni Mwalimu Leonard Mbikirwa, mwalimu wa somo la Kiswahili. Naomba nikukaribishe katika utaratibu wa vipindi vya TESEA app. Karibu sana ili tuwe pamoja. Leo tutaanza na mada ya kwanza katika kidato cha kwanza inayoitwa mawasiliano. Ndugu mwanafunzi, mawasiliano ni nini? Waweza kujiuliza maswali mengi kwamba katika jamii tunayoishi, maisha yetu ya kila siku, tunasalimiana, tunaulizana habari, tunatangaza bidhaa. Je, nini lengo la kufanya hivi? Na nini matokeo yake? Sasa jambo la kwanza hapa tuanze na maana ya mawasiliano. Mawasiliano ni hali ya kupeana au kupashana habari. Habari inaweza kuwa ni tukio, inaweza kuwa jambo lililotokea au mambo mengine, ili mradi tu tunapeana taarifa. Na katika kupeana taarifa kuna kuwa na makundi mawili. Yule anayeanzisha mawasiliano tunamuita chanzo, na yule anayepokea mawasiliano tunamuita kikomo. Mawasiliano yaweza kufanyika kwa njia nyingi. Lakini sasa tukumbuke, kwa sababu maisha tunayoishi sasa hivi si kama ilivyokuwa mwanzo. Kabla ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, ndugu mwanafunzi, babu zetu walikuwa na wasiliana kwa namna au kwa njia mbalimbali. Njia hizi zilikuwa za tofauti sana na sasa hivi. Mfano, kwa wale ambao walikuwa ni wawindaji ama walina asali, waliweza kuwasiliana kwa kukoka moto. Na hapo sasa wale wengine wakiona moshi unatoka, wanajua kwamba pale mahali kutakuwa na wenzao, kwa sababu mnyama hawezi kukoka moto. Lakini njia nyingine ilikuwa kupiga ngoma. Naamini kila mmoja anafahamu ngoma ni nini. Basi ngoma ingeweza kupigwa kwa midundo au mitindo mbalimbali, na hapo mawasiliano yangeweza kufanyika. Njia nyingine waliweza kuitumia ni kukata matawi ya miti. Njia hii nadhani mpaka leo inaendelea licha ya uwepo wa maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa mtu aliyesafiri kwa mabasi kwenda mikoani kwa mfano, ama safari nje ya mkoa, huko barabarani kama kumetokea ajali, atakuwa ameshawahi kuona kwamba matawi ya miti yamekatwa na kuwekwa barabarani. Hii ni njia mojawapo ya kuwapa taarifa wanaokuja kwamba hapa kuna tukio. Nayo ni njia mojawapo ya mawasiliano. Njia nyingine ilikuwa ni kupiga yowe. Kwa mfano kama mtu amevamiwa, basi wanaosikiliza wangeweza kupata taarifa. Yote haya ni mawasiliano. Lakini hebu tuangalie sasa mawasiliano baada ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ndugu mwanafunzi, hapo ulipo naamini una simu, unasoma magazeti, nyumbani kuna runinga au television unatazama. Zote hizi ni njia za mawasiliano. Kama uko shule, hebu jaribu kuangalia maeneo yaliyoko shuleni kwako. Utaanza na labda bango la pale linalotangaza shule yako, linaitwa pengine shule yako unayosoma itakuwa limeandikwa pale. Ndani ya darasa kutakuwa na makaratasi yamebandikwa kwa jina linaloitwa mabango. Barabarani unakopita unaona kwamba kuna mabango makubwa, yote ni matangazo. Zote hizi ni njia za mawasiliano katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Sasa tuangalie ni nini matokeo ya kuwasiliana. Kwa kawaida watu huwasiliana kwa malengo mbalimbali. Kama nilivyosema awali, yawezekana ikawa ni kupeana taarifa, kusalimiana, kujulishana jambo fulani, kualikana kwenye sherehe. Yote haya ni mawasiliano. Matokeo yake huwa ni kujenga urafiki ama kubomoa urafiki, kutegemeana na kweli iliyomo katika mawasiliano ama uongo uliomo katika mawasiliano. Watu wanagombana kwa sababu ya kutumia mawasiliano vibaya. Chukulia kwenye simu unayoitumia kwamba mwaweza kuwasiliana vizuri, lakini baadaye mkagombana. Nini kinachosababisha mgombane? Ni kwa sababu ya mawasiliano haya. Yakija vizuri mtajenga urafiki, yakija vibaya mtajikuta mmebomoa mahusiano ama urafiki. Hao ndio matokeo ya kuwasiliana. Jambo la kuzingatia katika mawasiliano, nimesema kuna chanzo ambaye ni mwanzishaji wa mazungumzo ama mawasiliano, na kikomo yule anayepokea hayo mawasiliano. Kama tunavyojua njia za mawasiliano ziko nyingi, na kwa sababu njia ziko mbalimbali, kwa vyote vile anayeanzisha mazungumzo lazima achague njia ya kupitishia mazungumzo yake au kupeleka taarifa yake, ili huyu anayesikiliza au kikomo aweze kuyapokea kwa njia iliyo nzuri. Sasa kama nilivyoeleza na jinsi nilivyosikia, zimekuwepo njia nyingi za mawasiliano. Mpaka sasa tunatumia njia nyingi tu. Kwa sasa hivi nadhani ni simu, redio, runinga na magazeti ndio njia ambazo zimetawala katika mawasiliano yetu. Hebu jiulize, ndani ya gazeti utasoma maandishi. Hayo maandishi yameandikwa kwa lugha gani? Yaweza kuwa Kiingereza, yaweza kuwa Kiswahili, yaweza kuwa Kifaransa ama lugha yoyote ile. Lakini ni kitu gani ambacho kimeandikwa? Limeandikwa tukio.
kwa kutumia nini. Ndio tunakuja sasa katika kipengele chetu cha pili ambao ni mada ndogo katika mada kuu ya mawasiliano, lugha kama chombo kikuu cha mawasiliano. Iwe ni gazeti, iwe ni redio, iwe ni runinga, kile kinachosemwa basi kinaingia katika lugha. Lugha inaweza kuwa ya mazungumzo, inaweza kuwa ya maandishi, lakini bado ni lugha. Lugha ni nini? Ndugu mwanafunzi, lugha ni mfumo wa sauti na sibu zenye kuleta maana zilizokubaliwa na jamii ya watu zitumike katika kuwasiliana. Ninarudia. Lugha ni mfumo wa sauti na sibu zenye kuleta maana ambazo zimekubaliwa na jamii ya watu zitumike katika kuwasiliana au katika mawasiliano. Ndio kusema kwamba bila lugha hakuna mawasiliano. Sauti zipo, ndio tunasema ni mfumo. Kwa nini lugha ni mfumo? Mfumo ni nini? Ndugu mwanafunzi, ninaposema mfumo, ninazungumzia utaratibu maalum. Mfumo ni utaratibu. Sauti kama hazina utaratibu, zitabaki kuwa ni sauti. Zinaweza kuwa ni kelele. Na ndio maana tunasema wanyama wana sauti, lakini sauti zao hazina utaratibu, hazina mpangilio. Na ndio maana wamekosa lugha. Lugha sharti iwe na utaratibu uliokubaliwa, na lazima kuwe na sauti. Sauti tunazozungumzia hapa ni zile phoneme, kwamba tuna phoneme, irab na konsonanti a, b, ch mpaka z. Hizi ni sauti. Sauti hizi zikipangiliwa vizuri ndizo zinazotupa sisi mawasiliano. Ni mfumo wa sauti nasibu. Nasibu ni nini? Neno nasibu ni neno la kawaida, linamaanisha kubahatisha. Sasa kwa nini tunasema lugha ni nasibu? Unasibu wa lugha unakuja katika mambo mawili au matatu. Kwanza, hakuna kikao cha watu waliokaa wakasema tuwe na sauti hii ama tuwe na sauti zile. Hizi sauti zimetokea tu hivi hivi bila kikao cha watu, bila kukubaliana. Wakasema sasa sauti hii itakuwa ni A na sauti hii itakuwa ni B. Zilikuja. Hakuna aliyesema tufanye hivi au tufanye vile. Hapana. Ilikuja tu. Unasibu wa pili wa lugha tunasema ni kile kitendo cha kuunganisha kifungu sauti na ile umbo la kitu linalowakilishwa. Kwa mfano kitu nishika mkononi, tunaita hii ni kalamu. Lakini hii ni plastiki ambayo imewekewa wino ndani. Je, ni kalamu kweli? Neno linalowakilisha kitu hiki tunasema kalamu. Lakini umbo la kitu ni kalamu kweli? Ama tuchukulie mfano, chumba tunasema hili ni darasa. Je, ni darasa kweli? Kwa sababu darasa hili au chumba hiki tukiweka nafaka itakuwa ni ghala, tukiweka mafungo itakuwa ni gereza, lakini chumba kilicho wazi kama kitatumika kwa shughuli fulani kitapewa jina fulani. Kwa maana tunasema kwamba huo ndio unasibu, kwamba hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya umbo la kitu na kifungu sauti kinachowakilisha umbo lile. Huo ndio unasibu wa lugha. Na unasibu mwingine nasema lugha ni ya nasibu, kwa maana kwamba mtu azaliwe na lugha anaikuta duniani. Ingetokea ndugu mwanafunzi kazaliwa Ulaya ama mfano useme Uingereza, basi ungekuwa ni Mwingereza na ungejifunza Kiingereza, ndio ingekuwa lugha yako, kwa maana hakuna mtu anayezaliwa na lugha. Haya, tunakuja kipengele cha 4 ambayo ni maana. Tumesema lugha ni mfumo wa sauti nasibu zenye maana. Ni lazima hizi sauti ziwe na maana. Kama sauti hazina maana, hiyo sio lugha. Itakuwa ni kelele. Itakuwa ni sauti tu ambazo hazina chochote. Sasa maana ni nini? Maana ni ile dhana inayobebwa na matamko. Mfano nikitamka neno harusi, basi mtu anayenisikiliza atajua nazungumzia tukio la sherehe na furaha ambako bwana na bibi wanaoana. Itakuwa na maana hiyo. Kwa hiyo sharti lugha ilete maana. Na hapo sasa mawasiliano yatakuwa yamekamilika. Ndugu mwanafunzi, kama utaulizwa eleza mambo manne yanayopatikana katika fasili, yani maana ya lugha au definition ya lugha, basi mambo yako ni haya: mfumo, sauti, nasibu na maana. Katika lugha ya Kiswahili tunazo aina 2 za maana. Maana ya kwanza ni ile maana asilia, maana tambuzi ya neno. Na maana ya pili ni ile maana ya ziada au ya nyongeza au maana ya kimatraba ambayo neno limepewa. Chukulia mfano
neno tembo. Maana ya kwanza tunayojua ni mnyama mkubwa wa nchi kavu. Lakini maana ya ziada ya neno tembo inatujulisha kwamba ni pombe ya kienyeji. Kwa hiyo katika kujifunza maana ya lugha, basi tuzingatie haya mambo manne ya msingi ambayo yanafanya mawasiliano yakamilike.